Fuata mfano wa Yesu Kristo katika uongozi wako. Kuna Aramaic proverb that says that a group of sheep led by a lion is able to conquer a group of lions led by a sheep. Yani kikundi cha simba ambao wanaongozwa na kondoo huwa ni rahisi kushindwa na kikundi cha kondoo wanaongozwa na simba. Kiongozi katika uongozi wako unastahili kumarigamente mambo mawili, hali ya simba na pia kondoo katika utumishi wako. In public be as humble, kuwa mtu mpole, mtu ambaye ni kama kondoo. Lakini in your decision making and katika uongozi wako, katika hali ya fiche, kuwa kama simba, make decisions. Lakini kuwa mtumishi katika uongozi wako. Hii ndio ililetwa katika kanisa la Mungu. Number 2, integrity, uadilifu. Maintain a strong moral compass and adhere to ethical principles in all aspects of leadership. Uwe uadilifu, sema kile unasema na afanya kile unasema. Usiambie watu tufanye au ufanye. Toa, wewe utoi. In fact hata ukifuatiliwa wewe unakuwa mkono birika, unakuwa mgumu katika kutoa. Lakini ukiambia watu rudisha zaka, mstari wa mbele. Ukiambia watu tuchange tujenge, wewe ukitafutwa auonekani. Ukiambia watu Mungu anataka tuishi namna hii, kuwa mfano mzuri katika huo uongozi. Lakini usiwape watu maji wanywe, lakini wewe unapambana na mvinyo. Kwa hivyo be a servant lead. Alafu unakuwa na uadilifu. Number 2, have vision, kuwa na maono. Hosea 4:6 inasema watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Be a visionary leader. Develop a clear vision for the future, guided by God's purpose and inspired by his word. Lazima uwe na maono mahali unawapeleka watu. Mchungaji wenu ambaye yuko hapa, rafiki yangu, ninajua na maono makubwa kwa district hii. Makanisa mengi, Sabbath school, lakini ukimuuliza atakwambia angependa by 5 years to come, 2 years to come. Ile muda atakuwa hapa, anataka aone kanisa limekuwa katika hali fulani. Ukiongoza kama kanisa na wewe uko katika ofisi ya wazee, kuwa na maono. Unataka kuona nini ikifanyika baada ya mwaka mmoja? Ukiongoza kina mama, vijana katika idara yoyote, shule ya Sabato, lazima uwe na maono. And then humility, kuwa mtu mnyenyekevu. Kiburi ni wakati ambapo unasema hukuchaguliwa, alafu unasema wacha nione mahali watafika. Unasema hii kwaya sasa mimi wacha niketi. Na Mungu amekujalia, una talanta, una karama nzuri ya kuimba, lakini uko na kakiburi fulani, hali ya kujiinua. Kiongozi ukitaka kufaulu, kubali kunyenyekea. Na by the way niseme hivi, ndio maana Mungu anatuita kondoo. Kondoo is the dumbest animal on earth. Kama kuna mnyama bure kabisa maembe, ni kondoo. Kondoo ni bure kabisa. Kwa sababu kondoo hawezi kujiongoza, anataka kiongozi. Kwa nini Mungu akatuita kondoo? Na ukiuliza watu wengi, kati ya simba ambaye ndiye the king of the jungle na kondoo, ni mnyama gani hatari sana? Si unasikia? Kwa haraka mtu atasema ni simba. Lakini hebu niwafundishe leo, mbona Mungu hakutuita simba, akatuita kondoo? Kama kuna mnyama hatari kati ya kondoo na simba, ni kondoo. Kwa sababu kondoo ako na mchungaji ambaye anaweza kuua simba. Ninyi mwakuelewa mambo namna hiyo. Ndio maana Mungu alituita kondoo tumtegemee. Atuongoze ndio tuongoze wengine. Kile kinahitajika ni unyenyekevu. Humble yourself before the mighty hand of God and is going to uplift you. Mungu atakuinua ikiwa utanyenyekea. Na usiombange maombi mbaya, ati Mungu nifanye kuwa mnyenyekevu. Do you know what you are telling God? Uko na kiburi na unataka Mungu akupinge ili kwamba akuzushe. Hali ya kunyenyekea ni wewe mwenyewe. Wakati Mungu amekuinua, unakumbuka ni Mungu. Ukikumbuka ni Bwana, utabaki kuwa mnyenyekevu. Wakati unaimba vizuri, wakati unaweza fundisha vizuri, wakati unaweza unahubiri vizuri sana, wakati ambapo uongozi wako unatamanika na kila mtu, unakumbuka behind my success, achievement, it is God, and you remain humble. Number 3, be obedient. Be a leader who is obedient. You know, before people can follow you, learn to follow others. Kabla watu wakufuate,
hata wewe jifunze kufuata viongozi wengine, jifunze kujisalimisha kwa wengine. Na ndio maana hata wakati wako wa tamu yako ukifika, pia watu watakufuata. Be willing to follow God's commands and instructions even when they seem to be challenging or require sacrifice. Wakati wote jifunze kufuata amri za Mungu ama maagizo yake, maadili ambayo amepeana, hata kama uko katika hali ambazo zina changamoto zake, na mara nyingine mambo fulani yanahitaji ujinyime. Number 6, nimalize na ya mwisho, is faith. Trust in God's faithfulness and power to guide and provide for the leadership journey. Wewe muamini Mungu, mtumainie uaminifu wake kwamba yeye ana nguvu na uwezo wa kukuongoza na kukupa katika hali ya mahitaji katika safari ya uongozi. Trust God as a leader. Trust God. Mtumaini Mungu. Kwa sababu Mungu ni mweza yote. And lastly but not least, you need to be courageous. Courage. Kuwa mjasiri. Demonstrate bravery and boldness in the face of opposition or adversity. Trusting that God is in charge or is in control. Kwa hivyo kuwa mjasiri. Ndio maana Joshua aliambiwa katika Joshua 1:9. Hebu tusome hapo kwa haraka, alafu masaa yakiruhusu nipate kuleta somo la leo kwa njia mwafaka pia ya urahisi. Kitabu ya Joshua katika Agano la Kale, ukisoma sura ya 1:9, mara nyingi Mungu amerudia akisema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, moyo mkuu? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako katika shughuli zako za uongozi. And therefore, hata wewe kubali kuwa mjasiri. Niseme leo kuhusu critical examples of wrong leadership. Kuna mifano mwafaka ya uongozi ambao ni mbaya. Tunastahili kusoma ili tusiige hayo, lakini tukubali kuwa viongozi wema. Nikikumbusha tu, siku ya jana nilipozungumza nilitaja Methali sura ya 29. Hebu turudi pale tena. Proverbs chapter number 29 verse 2 inasema, when the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked beareth rule, the people mourn. Wenye haki ni walio katika maagano ya imani na Mwenyezi Mungu, wanaitwa wacha Mungu watakatifu. Wakiwa na amri ama wakipewa mamlaka ya uongozi, watu hufurahia. Lakini bali muovu atawalapo, watu ugua. Mtu ambaye hana mahusiano ya maagano na imani na Mwenyezi Mungu akiongoza watu wanaugua, watu wanaguna, watu wanakuwa katika hali ya usumbufu mwingi sana. Lakini nasema waovu wakiongezeka, maasi huongezeka, bali wenye haki watayatazama maanguko yao, katika mstari wa 16. Kuna mifano mingine ya uongozi katika Biblia ambao tukiwaangalia wanatupa tahadhari ya kutowafuata, kwa sababu uongozi kama huo badala ya kuleta kuinuliwa, kujengeka, kubarikiwa na pia kufanikiwa, inaleta maangamizi mengi. Na tunasoma kuhusu mmoja katika kitabu cha Samueli wa kwanza ambaye ni Sauli kama mfalme. Hebu tuende kwa Samueli wa kwanza sura ya 13 mstari wa 13. Wewe nifuate kwa ile Biblia ulionao ili tupate angalau jambo hivi. And Samuel said to Saul, thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. For now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever. Huyu ni Mungu anazungumza na ambaye kiongozi watu walimtaka wenyewe, na kwa sema Mungu, tukienda vitani inaonekana hatuna mtu wa kututangulia. Tunataka hata sisi tuwe kama mataifa mengine, tuwe kama watu wengine, tuwe na mtu ambaye tunamuona. Hii mambo ya wewe Mungu ambaye hata kama inatuweka katika hali ya kama watu wengine. Kwa hivyo tunataka kiongozi tunamuona. Wakapewa mfalme anaitwa Sauli, lakini Sauli akawa ni muasi wa kutotii sauti ya Mungu. Naye Samueli akamwambia Sauli, umefanya upumbavu. Kwa nini?
ameenda vitani, na wakati ameenda vitani, Mungu amesema auwe na kuharibu kila kitu, mpaka mfalme, mpaka wanyama. Lakini ameenda amembakisha hai mfalme Agagi, alafu pia amechukua wale wanyama wanono, na amesema nitarudi nao ili nimtolee Mungu kafara ama sadaka. Lakini Mungu akatuma Sauli, na Sauli akamwambia, yani Samueli akamwambia Sauli, umefanya upumbavu au kuishika amri ya Bwana Mungu wako aliyekuamuru, kwa maana Bwana ungaliufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Mstari wa 14, lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake, naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe ukulishika neno lile Bwana alilokuamuru. Na Mungu anamzungumzia ambaye amemchagua, ambaye ni mfalme Daudi. Hebu tu tena kidogo tu katika Agano Jipya, katika kitabu cha Matendo sura ya 13, uone maneno hayo yakirudiwa kumuhusu mfalme Daudi. 13 nimesema mstari wa 22 kuelekea 23. The book of Acts chapter number 13, and I want us to read verse 22 and then 23. Na alipokwisha kumuondoa huyo, Sauli akamuinua Daudi awe mfano wao, ambaye alimshuhudia akisema, nimemuona Daudi mwana wa Yese, mtu aliyeupendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi, yani Yesu, kama alivyoahidi. Sasa anataja Daudi kama kiongozi ambaye Mungu mwenyewe alimtambua na atachukua nafasi ya Sauli. Kwa hivyo Mungu hupatia watu nafasi wakaongoze, lakini wakiasi na kuwa kinyume, ana uwezo wa kuwaondoa na atajisimamishia watu wake. Siri moja ya mfalme Daudi kuongoza, na mpaka zaburi nyingi zikaimbwa kumuhusu, because he almost became a myth in Israel, ni kwa sababu siri ya ushindi wa Daudi, alijua kumkimbilia Mungu. Bwana asifiwe. Kama kiongozi alijua kumkimbilia Mungu. Hakuwa anamkimbia Mungu wakati mambo yako sawa, yako salama, anamkimbilia Mungu. Hata wakati amekosea kabisa, mpaka amemtanguliza mmoja wa askari wake kule vitani, anaitwa Uria, na anauliwa, na anaambiwa huyo mtu ni wewe, ambaye una kondoo wengi, umetembelewa na rafiki, badala uchukue mmoja wa kondoo, unachukua mwana kondoo wa jirani na unachinja, unatengeneza kitoweo, mnakula. Daudi, huyo ni wewe. In fact, alirudi kwa Mungu na akamlilia, na kutoka kwa kumrudia Mungu ndio Zaburi 51 inazaliwa pale. Ikiwa wakati weni mtaisoma. Kwa hivyo Sauli ni mfano wa watu ambao they are persistently disobedience. Kabisa yeye anaendelea katika kuasi, na anakataa kufuata zile njia ambazo zimewekwa na Mungu. Kwa hivyo Daudi anakuwa tofauti, lakini huyu Sauli anakuwa ni kiongozi ambaye si wa kuiua. And therefore leaders should do leadership in the church in the prescribed way, katika njia ambayo imeelekezwa na Mungu. Na leadership is about making other people better, kuwafanya watu kuwa bora, kuwainua kwa viwango vingine katika maisha ya uongozi. And therefore bad leadership manifests in various ways, often characterized by a lack of key qualities, like lack of empathy. Uongozi mbaya unadhihirika kwa mambo mengine mengi tu, na moja yao ni hiyo failing to understand or acknowledge the feelings and perspective of team members, lack of empathy. Hali ya kutoelewa na hali ya kutokumbatia hisia za wengine katika hali ya kuongoza. Unajua kuna watu wengine katika uongozi wao hataki kujua maoni ya wale wanaowaongoza. Za zingine jaribu kuwasikiza, jaribu kuwapatia masikio, wanasema nini. Umesema mfanye hivi, lakini wanakuambia si tungefanya hivi. Ni vizuri pia kuwasikiliza. Na by the way, as a leader,
tumepewa masikio mawili, mdomo mmoja. Tusikizange sana kuliko kuongea. But most of the time viongozi wanakaa ni kana kwamba wana midomo miwili, masikio ni moja. Unastahili kuwa mtu msikifu. Kuna mahali pengine maamuzi utafanya kama mtu anaendesha basi. Unajua ukiwa unaendesha basi, wewe ni nahodha sasa na umebeba watu kama 45. Kuna wakati mambo mengine yanaharibika, ni wewe umejua. Brakes zimekataa na uko kwenye miteremko milima. Na uwezi anza kushout waambie sasa abiria kumeharibika, hapana. Mtu anashikilia hiyo steering kabisa na unajaribu uingisha hata kama ni kwa shamba katikati, upite na uua, lakini uokoe hao watu. Hiyo decision ni mzuri. But at times learn to listen. Watu wakikwambia tunaonelea hivi, hata wewe jaribu kuwapata wanasema nini, ndio mpelekane vizuri, kwa sababu sio maamuzi yako peke yako. Number 2, poor communication. Uongozi mbaya mara nyingi hauna mawasiliano mazuri. Being unclear, inconsistent, all avoiding difficult conversations. Usiwe mtu ambaye huwezi kuwasiliana kama kiongozi. Let your members know what is happening. Communicate to them. Wasiliana nao. Na mawasiliano ni two way. Unapozungumza hata wewe zungumziwe. Ni vile hata we communicate to God. Mungu si wakati wote Mungu. Hata wewe sikiza Mungu pia sauti yake. Kwa hivyo kama kiongozi pia wasiliana. Micromanagement also is another poor way of leading the members of the group. Consistently overseeing and controlling. Unakuwa one man show. Unakuwa wewe ndio kila kitu. Unajua kuna mtu kama ni matangazo ni yeye. Akimaliza matangazo yeye ndiye atahubiri. Maombi yeye ndiye ataomba. Wimba ataitisha na atakorista. Yeye ndiye anaassume hakuna korista, kwa hiyo sasa tena ndiye atafanya choristering. Yaani anafanya kila kitu. A good leader delegates. Kama utomba, mwingine asome neno. Kama mwingine atasoma neno, mwingine aitishe wimbo, na sio kuitisha, mwingine aimbishe. Basi usiwe ni wewe kila kitu. And then of course lack of transparency is a bad example of poor leadership. Lack of transparency, withholding information, creating an environment of suspicion and distrust. Usijenge watu kila wakati wanakuwa na kushuku. Wanaona ni kama mambo yendi vizuri. Ukiwa unashirikisha watu katika mambo ya hela na vitu zingine, watu wajue. Katika kanisa watu wametoa, kwa mfano wamerudisha zaka. Zaka hiyo inarudishwa, sadaka hiyo inatolewa na matoleo mengine. At least mbali na kwamba mambo hayo mnayataja katika baraza ya kanisa, enda kwa business meeting even if it once every quarter. Somea watu wajue tuna pesa ya development tuko nayo inatosha kiasi hii, ile imetumika ni mebaki ni hii, ndio watu wapelekane na wewe, itakuwa ni jambo nzuri. Usiwe mtu ambaye una mambo umejifunza lakini hutaki kushiriki na wewe wasaidie. Unakuwa kama watoto wako kwa darasa, hataki kuonesha mwingine mathematics formula ni hii, kwa sababu anaona akijua hati atamshinda. Kwa mambo ya Mungu haistahili kwa hivyo. Inastahili transparency ya hali ya juu sana. And then number 5, failure to set expectations, not clearly defining goals, roles and responsibilities. Kwa hivyo pia ambia watu ni nini mnatarajia kufanya. Kwa sababu kwa mfano Rio sasa mmetoka vizuri, na nilikuwa naongea na elders pale jana tukiwa tumetulia tukila vyakula na nini, na nikawapongeza. Amukuleta kwaki, amukuleta fundi maembe atengeneze kanisa, mleta professional. Unaona venye ameset kanisa very smart kabisa, hata ukiangalia unapendezwa. Kanisa zuri limewekwa vizuri. But sasa mahali mmefika mpaka waambie watu tunaomba katika mwaka ujao kufika muda fulani, mwezi fulani, tuwe tumefunika hapa nyuma. Ama namna gani watu wa Mungu? Waambie wajue program ya ibada na ushirika wa Adventista is almost the same katika ulimwengu wote, kutoka Januari mpaka mwezi wa 5 wa 6. Hiyo ni wakati wa maendeleo, development. Changa hapo kabisa, fanya maendeleo. Lakini ikifika mwezi wa 6 wa 7 8 mpaka 9, sasa tumeswitch kwa makambi. Akili zetu zote zimeendelea makambi. Lakini tukifika mwezi wa 9 mwisho 10 sasa mpaka Disemba, sasa hapo ndio evangelistic meeting, hapo ndio tuna congresses, hapo ndio watu wanaenda katika makamburi, hapo ndio tunakuwa na mambo mengine mengi yanafuata hivyo. So hata wewe
usiwe unakosea kuambia watu matarajio ambao tungependa kuwa nayo kama kikundi, kama kanisa. Unakaa na watu, kwaya haijui ilatokanga lini kanisani, ni lini watakuwa na siku, walete wengine ndani, vijana ni lini watakuwa na seminars. Mambo hayo mpaka yafanywe ndio kazi iendelee vizuri. Number 6 is poor decision making rash and informed or biased decision that negatively impact the team or organization. Usifanye maamuzi kwa haraka. There is always two sides of a coin. You are not just given one side na unasema hii familia, huyu mzee ni mbaya. Jaribu pia kusikiza mambo ya mzee. Unaweza ambiwa mama ndiye amekuambia vile amesumbuliwa, lakini you cannot decide kwa sababu umesikiza mama peke yake. Lazima pia usikize mzee. Hata kanisa ni hivyo. Mtu akikuambia mambo fulani, jaribu kupata upande mwingine kama kiongozi, ndio utafanya maamuzi mengine vizuri. Na mengine wache yangoje, usiwe na haraka. Haraka Waswahili wanasema haina baraka. Hata ingawa pia chelewa utampata mwana si wako. So inategemea common magekere mahekima ile ya common sense ambayo umepewa. Mambo mengine kama ni ya kutaka muda kidogo, ni vizuri yape muda ili yajisort na itakuwa salama. Number 7 nimalize na number 8 ili tusifuate mambo hayo ambayo si mazuri, maana masaa yameisha. Is lack of accountability. Refusing to take responsibility for mistakes or failures is a sign of poor leadership, lack of accountability. Kila mtu mpaka wajibike, na kila mtu unaripoti kwa fulani. Kama uripoti kwa church board, unaripoti kwa pastor. Kama uripoti kwa pastor, unaripoti kwa elder. Kwa hivyo lazima uwe accountable. And last but not least, inflexibility. Resisting change and new ideas, hindering innovation and adaptation. Kwa hivyo ni vizuri uwe flexible pia. Usiwe so adamant. Unajua kuna watu ko so rigid. Yaani anakaa ni kama mti umekoma. Ukijaribu kukunja hivi unavunjika. Hii kanisa imetoka mbali. Hata uongozi umetoka mbali. Kuna wakati hata pia system iko kwa kanisa. Sasa ikiingia unaanza kulalamika. Kuna wakati watu walikuwa wanaimba tu akapela peke yake. Lakini siku hizi kuna instrumental, kuna backup. Sasa unakasirika ati sasa mmeleta backup, mmeharibu kanisa. Kuna wakati tukisimama kwa pulpit pulpit ilikuwa imetengenezwa hivi, hautoki ndani. Lakini kuna watu wengine siku hizi tukianza kuhubiri na Roho wa Mungu akitushika vizuri, tunaachanga pulpit na unachemuka pale. Sasa huwezi kusema mmeharibu sasa kanisa. No, be flexible pia katika utumishi na katika hali yako ya kukua. Mambo yanaenda mengine yakibadilika. Those good changes, let us embrace them as leaders so that we can move forward and to levels of excellence. Unajua kuna wakati watu wako na makambi wanasema tutatumia kwaya ya kwetu peke yetu. Kwaya ya kwenu peke ya si wameimba hapa mpaka watu wameboeka, hata kiangalia ni fulani. Si uleta hata new face. Venye inuka inakuja ikiinuka hivi mambo yanakuwa mazuri. So as a leader you also need to be flexible. God bless us as leaders na tusaidie kuiga mifano ya viongozi walio wabaya, lakini tuinge mifano mizuri na ndio tutafaulu katika jina la Yesu. Sasa naomba tusimame tuombe kwa kumaliza. And tukumbushane wimbo fanyeni kazi zenu, stanza ya mwisho, alafu tuombe. Ninajua iko kwa eke gushi, but let us sing in Swahili also. Fanyeni kazi zenu. Wapi korista? Unasema utaimba kwa lugha yenu. Ile tu. Fanyeni kazi zenu, usikose bali, kesheni saa zenu, kutumikeni za hiyo Injili sana, wahubirini watu wa mbali. Tuombe. Kushukuru Mungu na Baba wetu, uliwaongoza wana wa Israeli na viongozi ambao uliwateua na kuwainua.
Na umetufundisha kwamba hata sisi kama kanisa na kama viongozi inakuwa ni bora wakati unatuongoza. Tumesimama tukisalimisha kwako kwamba utuongoze ili tuongoze wengine. Tusaidie Mfalme mambo yale ambayo tumejifunza katika uongozi, ili usiyaige yaliyo maovu, tukambatia yaliyo mema katika uongozi. Bwana ukainuliwe, tuone mafanikio makubwa ya kiroho, ya ushirika, pia ya maendeleo, tukakutukuze na hata kukuinua milele. Libariki kanisa hili pamoja na Sabbath School yake katika uongozi wake na katika ushirika wao, ukainuliwe. Mahitaji yao ya mioyo yao ukawatimizie. Wala ambao Bwana katika uongozi wao wamevunjika mioyo na saa zingine kuwa katika kuchanganyikiwa, wape mwanzo mwema, ili Bwana katika utumishi wao Mfalme wapokee baraka ambazo umetupa. Ukainuliwe katika kila hali ukituongoza, na hata vipindi vilivyo mbele yetu siku hii iwe ni ya baraka mpaka mwisho. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni. Giza nene limesogea jamani, muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni. Giza nene limesogea jamani. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Utukufu wa Bwana umetuzukia. Hata kama giza litaifunika dunia, Bwana ameshatupa ushindi, sisi tusiogope. Tuondoke tuangaze, utukufu wake ujuu yetu. Sasa we utukufu wa Bwana umekuzukia. Hata kama giza limefurika dunia, Bwana ameshakupa ushindi, usiogope. Ondoka uangaze, utukufu wake ujuu yako. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina
Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni, giza nene limesogea, jamani muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni, giza nene limesogea, jamani muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Utukufu wa Bwana umetuzukia, hata kama giza litaifunika dunia. Bwana ameshatupa ushindi, sisi tusiogope. Tuondoke tuangaze, utukufu wake ujuu yetu. Sasa nawe utukufu wa Bwana umekuzukia, hata kama giza limefunika dunia. Bwana ameshakupa ushindi, usiogope. Ondoka uangaze, utukufu wake ujuu yako. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka.
nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Giza nene limesogea jamani, muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Ifunika dunia, Bwana ameshatupa ushindi, sisi tusiogope. Tuondoke tuangaze utukufu wake juu yetu. Sasa nawe utukufu wa Bwana umekuzokea. Hata kama giza limefurika dunia, Bwana ameshakupa ushindi, usiogope. Ondoka uangaze utukufu wake juu yako. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka.
Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali, kwangu nitainuka. Yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali, kwangu nitainuka. Wakati wa break naendelea na nyimbo zikiendelea hivyo for 40 minutes. So tuko na muda mwingi sana wa kuimba. Sijui kama kwaya la kanisa hili imefika. Which choir is this? Ile kwaya gani? Hiyo sasa. Basi mje basi. Ulioko mje tu, kama muimbi live hata mkiwa wachache mnaweza kuimba. Karibu. Tupe moto wa uhai uliowaka zamani, uliowaongoza juu wazee watakatifu. Tuanze vizuri basi kwa nguvu. Tupe moto wa uhai uliowaka zamani, uliowaongoza juu wazee watakatifu. Wape roho iliyokaa moyoni mwa Ibrahimu, kadhalika ndugu Paulo aliwezeshwa na moto. Tutaacha kuimba kidogo, tupatie wale nafasi wamalize kuongea ndio tuendelee kumsifu Mungu. Umemaliza tuendelee? Haya, wamemaliza. Haya. Zamani za kale Bwana, kumbuka na kwa rehema, ishe roho zetu kwa Roho Mtakatifu. Neema yako haina nguvu siku hizi sawa, kama wakati wa Musa, Ayubu na wa Elia. Nana wako tayari? Basi mkiona wamekaribia kumaliza, wana youth wa Rio Nsase mtakuja kwa wimbo mmoja pia. Karibu. Petro na Yohana kuba kugende karu gusaba bakamonyoro monto yomo ekerema oikaransete egesieri kiekaru ugusaba kibesa. Petro na Yohana kuba kugenda ekaru gusaba bakamonyora omonto yomo ekerema kagusaba kibesa. Omoto yo ekerema kagusaba
Jungo na ndali moga kora tere chorus. One, Aya. one, Roll the chorus. You one more time. Free go. Secretaria Sol Nazareti Secretaria Sol Yesu tene nogende Secretaria Yesu O Nazareti Secretaria Yesu tene nogende. Amen. Chase mwanga ukiriga ugenda. Asante vijana wakimaliza. There is another choir which ile choir gani? Mosensemo. Wasenti gabale yana. Nadhani tena there is no, do we have another choir apart from hizo mbili? Sunshine wamefika. Sunshine wako kazi basi. Guest choir will come after them, okay? Yeah. Jana ilikuwa Male Voices choir. Today it's cut. Na nyota zipo kwa watakao shinda dhambi. Sifuni, shangilieni ukombozi tumeupata. Ahadi yako utende mema ili uangaze taji lako. Tumaini lipo kwa wale wote wanaotembea kwenye nuru ya Yesu. Taji ipo na nyota zipo kwa watakao shinda dhambi. Sifuni, shangilieni ukombozi tumeupata. Ahadi yako utende mema ili uangaze taji lako. Ombi langu Bwana, niwe miongoni mwa wateule. Majina yaitwa Paulo, naomba langu liwepo. Ombi langu Bwana, niwe miongoni mwa wateule. Majina yaitwa Paulo, naomba langu liwepo. Tumaini lipo kwa wale wote wanaotembea kwenye nuru ya Yesu. Taji ipo na nyota zipo kwa watakao shinda dhambi. Sifuni, shangilieni ukombozi tumeupata. Ahadi yako utende mema ili uangaze taji lako. Tumaini lipo kwa wale wote wanaotembea kwenye nuru ya Yesu. Taji ipo na nyota zipo kwa watakao shinda dhambi. Sifuni, shangilieni ukombozi tumeupata. Ahadi yako utende mema ili uangaze taji lako. Tumaini lipo kwa wale wote wanaotembea kwenye nuru ya Yesu. Taji ipo na nyota zipo kwa watakao shinda dhambi. Sifuni, shangilieni ukombozi tumeupata. Ahadi yako utende mema ili uangaze taji lako. Amen. Asante. Hata kama hiyo amina haina afya, Roho atawagusa. Basi.
basi mkiona wanainuka wakikaribia kumaliza, mkiona wamekaribia kumaliza, we've got a guest choir ngine imekuja. Mosensema, please welcome, okay? Nielezeni kwa nini Bwana akashuka toka fahari yake na kukubali kifo, gharama ya wokovu wangu, akatundikwa msalabani ni upate wokovu. Nielezeni kwa nini Bwana akashuka toka fahari yake na kukubali kifo, gharama ya wokovu wangu, akatundikwa msalabani ni upate wokovu. Giza likafunika dunia, Mwokozi ameghairi kifo, miamba ikapasuka kwa kiburi, mdhambi nimepata wokovu. Kwa nini Bwana akakubali kifo cha aibu? Upendo huu wa jinsi gani napata tumaini? Giza likafunika dunia, Mwokozi ameghairi kifo, miamba ikapasuka kwa kiburi, mdhambi nimepata wokovu. Kwa nini Bwana akakubali kifo cha aibu? Upendo huu wa jinsi gani napata tumaini? Giza likafunika dunia, Mwokozi ameghairi kifo, miamba ikapasuka kwa kiburi, mdhambi nimepata wokovu. Kwa nini Bwana akakubali kifo cha aibu? Upendo huu wa jinsi gani napata tumaini? Anakitaka
Nikakiri kifo, nyumba ikapasuka kwa kiburi. Mdhambi nimepata wokovu, kwani ni Bwana akakubali kifo cha aibu. Upendo huu wa jinsi gani napata tumaini, kwani ni Bwana akakubali kifo cha aibu. Upendo huu wa jinsi gani napata tumaini, kwani ni Bwana akakubali kifo cha aibu. Upendo huu wa jinsi gani napata tumaini. Basi wasensema mtapata nafasi nyingine baadaye. Mwelekezi wangu naomba. Oh good. Karibu basi. Nilidhani ni kipindi kingine kimeingia mbele. Hebu njoo mtukuze Bwana. Wasensema wakitoka wana sunshine mtaingia. Naomba ka break kidogo mwelekezi wangu kwa sekunde. Naomba break. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi is amen. Ororioyo God himself sikero Nyasaye abakiruti agutwarire ndamwamwe kwaya paka mwatwara Nyasaye onye kobangeta abaigasi incho Nyasaye baba kateba eme nikyaragerwa kwa na amina Nyasaye watora asichinguru chirene right tochaketa biye yugo chakera bona yekambi tuteteroreka nebwate afya yake. Mungu awabariki sana. Mkiona wamekaribia kumaliza basi wana sunshine mje ikiwa hakuna kipindi kitakuwa kimeingia mbele. Please welcome Wasensema. Igona aliko bara sali ground mbaba isikoba kuba discover itomoyo. Haya bwana. Obwanjani mwa mwane
Moikuyu okora tora babwata bado okora bwancha nintora swaime buya bona ba minto koranga lende sunshine ngaba bebangite bosio gaiga siku inakuja, siku ya ajabu sana, sheria itakapotangazwa kuabudu siku moja. Watu sasa bado watateswa na kuhukumiwa kifo. Watu sasa bado watateswa na kuhukumiwa kifo. Kuna siku inakuja, siku ya ajabu sana, sheria itakapotangazwa kuabudu siku moja. Watu sasa bado watateswa na kuhukumiwa kifo. Watu sasa bado watateswa na kuhukumiwa kifo. Watalia watu sasa pato ya Mungu, watalia wakilitetea imani. Ombi langu, e Bwana wangu niitetee imani. Ombi langu, e Bwana wangu niitetee imani. Watalia watu sasa pato ya Mungu, watalia wakilitetea imani. Ombi langu, e Bwana wangu niitetee imani. Ombi langu, e Bwana wangu niitetee imani. Itakuwa ni vilio, hatimaye kuuawa, miili yetu itapakaa kila kona mbali mbali. Je, wewe, we baba, we mama, tukiacha imani yetu itakuwa ni vilio, hatimaye kuuawa, miili yetu itapakaa kila kona mbali mbali. Je, wewe, we baba, we mama, watalia watu sasa pato ya Mungu, watalia wakilitetea imani. Ombi langu, e Bwana wangu niitetee imani. Ombi langu, e Bwana wangu niitetee imani. Watalia watu sasa pato ya Mungu, watalia wakilitetea imani. Ombi langu, e Bwana wangu niitetee imani. Ombi langu, e Bwana wangu niitetee imani. Watalia watu sasa pato ya Mungu, watalia wakilitetea imani. Ombi langu, e Bwana wangu niitetee imani. Ombi langu, e Bwana wangu niitetee imani. Amen. Nimeona watu ambao hawana wivu kwa Bwana.
1 Corinthians 14:40, napenda hilo fungu sana, linasema kwamba all things should be done decently and in order. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni, giza nene limesogea, jamani muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni, giza nene limesogea, jamani muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, wangu nina tumaini, moyoni nina raha. Grace, thank you for we felt your presence in this congregation. Thank you for the praises that we've offered unto you in song. Thank you for the subsequent programs. As now we're going to usher in another station, may you take charge, and at the end of it all, glory and honor to be unto our King. It's our prayer in Jesus' name. Amen. Na wakwani mbuya mule mwenzi bwakire kanisa togoroke igoro sabe twarega n'igipindi nonyense yakende gakitwatene namuna aji muri ukai tusabe motongi nando mwanji tatunya sa twakira ngambi yamo na ndembe yamo no so byano bwanjani bwa watrende kure mambe we kwa tukirichi omonene rabono ke gipingi yago cha so busubwaito ntoro mokwani kole ntokora ayo monene aya makina akobole bwana igura bwa so sema bere Kristo mbole ito. Amen. Wapendwa katika Kristo, Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana ni mwema na siku sote. Thank you. Nimechukua hii nafasi niwakaribishe katika kipindi cha publishing. Asubuhi tulijifundisha mambo juu ya SOP, Spirit of Prophecy. Tukaona ya kwamba Mungu hangeleta mambo ya vitabu kama tungelifanya neno lake katika Biblia kuwa fundisho letu la kila siku. Kwa maana wengi wanaishi, wale ambao wanajiita Waadventista ama wale ambao wanachua neno wanaishi contrary to the word. Ndio sababu akaleta vitabu hivi vya Spirit of Prophecy ili viweze kuweka Biblia wazi ama neno liwe wazi, watu wasiwe na visiwisi vya kusema ya kwamba hatujui neno vizuri, ndio sababu tunaishi contrary to the word of the Lord. Wengine wanasema ya kwamba Yesu alipokufa pale msalabani, sheria zake zilishia pale. Sasa hakuna haja tena mambo ya kutoa hata daisi na sadaka.
Wengine wanasema ya kwamba hata mambo ya sabato sio lazima tuisike, maana Yesu alimaliza yote pale msalabani. Ndio sababu Mungu akaonelea ni vizuri alete mambo ya spirit of prophecy ili watoto wake waweze kutiwa waweze kusoma neno la Biblia na kulielewa. Tuliona ya kwamba kitu ambacho shetani anafanya vita na sisi siku za mwisho, wale ambao wanashika sheria za Mungu, amri za Mungu 10 na ushuhuda wa Yesu, ndiye anafanya vita na wao. Hana hacha na wale ambao hawashiki sheria za Mungu 10 na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Tukaona ya kwamba anataka sisi tusichue neno la Mungu jinsi lilivyoandikwa hapa, ili aweze kututeka nyara ama matekani. Kwa hivyo mbele yenu kuna vitabu, ama kabla hatujasoma, hebu tusome kutoka kitabu cha Amos. Kitabu cha Amos 11, Amos 8:11. Mtu na asimame atusomee haraka sana. Amos 11 8:11, tusikie ni nini Mungu anasema kuhusu hilo fungu. Amos 8 fungu la 11 ama 11:8. Hebu angalia kwa haraka. Amos 8:11, ya simama na usome. Inasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, ambazo nitalete njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Endelea chini. Inasema 12, inasema, nao watatangatanga kutoka bahari hadi bahari, na kutoka upande wa kaskazini hadi upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huku na huku kulitafuta neno la Bwana, wasilione. Enda chini kidogo. Siku hiyo wanawali wazuri na wavulana watasimia kwa kutafuta neno la Bwana, lakini wasilipate. Asante kwa kusoma vizuri, msomaji. Kwa hivyo ndugu na dada, dada zangu katika Bwana na ndugu zangu, Bwana anasema ya kwamba kuna wakati ambao ataleta njaa ya neno. Sio njaa ya chakula ama kiu ya maji, bali ni njaa ya neno la Bwana. Tusifikirie ya kwamba kila wakati itakuwa makambi na Bwana atazidi kutuzungumzia miaka yote. Remember, atalete njaa na yeye mwenyewe ndiye amesema. Kwa hivyo mbele yenu Mungu ametupatia wakati mzuri mwema kwa mwaka mzima, tumejiandaa ili tuweze kujipatia vitabu. Makambi yakiisha, tukienda kule nyumbani tuendelee kujifundisha neno la Bwana. Hizi ni nyakati za mwisho, na tunaishi nyakati za mwisho ambapo tunastahili kujiweka tayari ili Yesu atakaporudi mara ya pili tuweze kuenda mbinguni tukiimba nyimbo za ushindi, alafu tuende kuishi na yeye milele hadi milele. Sasa mbele yenu kuna vitabu ambavyo tunaita Conflict Series. Conflict Series ni vitabu 5 vya Ellen White ambavyo vinazungumzia juu ya Biblia mzima. Kitabu cha kwanza kinaitwa Patriarchs and Prophets, cha pili kinaitwa Prophets and Kings. Hivi viwili vinamaliza kitabu ya Old Testament. Cha tatu ambacho kinafuata kinaitwa Desire of Ages, alafu kinazungumzia vile vitabu 4 vya Injili: Mathayo,
Mark, Luke na Yohana. Kitabu ambacho cha nne kinafuata ni Acts of the Apostles ambacho kinazungumzia kazi ya mitume walioifanya. Kitabu kingine cha mwisho ni Great Controversy ndicho kinafuata. Hizo vitabu zote tukivisoma zinafunua Biblia vizuri na kuiweka wazi ili tuweze kuijua vizuri. Sasa hiki kitabu tunaita Biblia inaitwa The Larger Light, na hivi vitabu vingine vinaitwa The Lesser Light. Sasa hivi vinamulika hii Biblia ili tuweze kuielewa vile inahitajika, tusiwe na kisuizi chochote. Sasa kitabu ambacho niko nacho ni Prophets and Kings, kitabu cha pili katika the conflict series. Kwa nini tunaita conflict series? Yaani shetani anapigana kila mahali na kila wakati. Hakuna Biblia nzima mahali ambapo hatuoni shetani akipigana vita. Kwa hivyo ndio sababu vinaitwa conflict series, maana yeye anaendelea kufanya mambo ya vita. Nyumba ya mafanikio. Niseme nini uniweke offline halafu nisungumuze kitu. Sinsa chia ne chia rama tera, tima thinking kwa next. Utafanya nini? Mafanikio ni kitabu ambacho kinazungumzia mambo ya familia. Mwandishi anasema ya kwamba wazazi wengi tumechukua muda wa kujenga nyumba nzuri, kujenga watoto wetu maybe afya, lakini we have not done much in spiritual matters. Hatujajenga watoto wetu kiroho. Hiki kitabu kina mafundisho mema hata ya kurekebisha tabia ya mtoto. Mwandishi anazungumzia mambo mengi, kwa sababu sina muda. Kitabu ni kimoja na kinazungumzia mambo ya family life. Ukiangalia hii picha, wazazi wawili, mama na papa, pamoja na watoto wao wanaendelea kulisoma neno la Bwana ili waweze kukua kiroho, nawe wapatikane katika ufalme wa mbingu. Kitabu ambacho niko mkononi inaitwa Broken but Blessed. Hiki kitabu kina ni juu ya msichana mmoja ambaye aliolewa alafu wakaachana na bwanake. Kutoka kuachana na bwanake akaingia katika mambo ya depression. From stress akaingia depression. Depression, mtu sasa anaingia mahali hataki kuonana na mtu, anataka alale pahali hapo peke yake, hataki mazungumzo mengi. Kutoka depression sasa akaingia mambo ya suicide. Mtu anapoingia stage ya depression, the next stage anataka sasa kujiua ama kujitoa uhai. Sasa kutoka katika kujitoa uhai akaingia katika mambo ya restoration and healed marriage. Hallelujah. Sasa hichi kitabu kinaweza kutusaidia na sisi tukisoma. Kuna changamoto ambazo tunasipitia katika marriage zetu ama katika haya maisha. Kwa hivyo ni copy moja, Prayer and Fasting, an introduction to the theology of prayer for personal and group revival. Siku hizi wapendwa, samani kidogo Waadventista walikuwa wanachua kuomba Mungu peke yao, lakini siku hizi hatuna muda wa kuchiombea. Badala ya sisi tuombe Mungu ili aweze kutusaidia, pesa zote zinaenda kwa abasabi. Watu wanaenda, we don't have time to pray, but instead tunatafuta pesa na kupeleka ili tuende kufanyiwa maombi. Mbona tusiombe peke yetu ili Mungu wetu aweze kutusaidia? Hiki kitabu ni kopi moja na shilingi 500 peke yake. Stress and anxiety. Stress and anxiety, nyakati ambazo tumeishi, watu wengi wako na stress nyingi, wako na fikira nyingi, maybe kwa sababu ya kukosa yale malengo ambayo waliweka katika maisha yao. Kwa hivyo kama mtu hajafikia yale malengo, sasa kitu ambacho kinamsika ni stress, anakuwa na fikira nyingi. Kutoka fikira nyingi sasa mtu anakuwa na mahangaiko. Sasa mbona mimi sikuenda shule? Akifika katika mambo ya mahangaiko, tunaona mtu akiwa
The Forgotten Rest. Kwaya iliimba hapa ikasema ya kwamba hivi karibuni watu wa Mungu tutajaribiwa juu ya Sabato. The Forgotten Rest. Sabato ndio imeandikwa hapa, jinsi ilianza na jinsi tutakuwa tukiwa tested. The bread in the morning. Hiki kitabu nacho kinazungumzia yale ambayo watu ama Wakristo tunapitia katika maisha yetu. Kuna changamoto nyingi katika maisha yetu tunapitia. Unapopitia hiki kitabu kitaweza kukupatia mtisa ama kitaweza kukupatia mwelekeo jinsi unastahili kuenenda kama Mkristo. Sasa kwa sababu Kiingereza imelia sana, nitamalizia hapo, alafu nijaribu kupitisha hivi vitabu kwa dakika 5, mnenaji wa siku akiendelea kujiandaa na yeye atuletee kipindi kingine. Asante kwa kunisikiliza. Sasa nataka nipitishe hivi vitabu. Wapi yule mwenye niliambia ya kwamba tutafanya kazi na yeye? Yule mwimbaji wa siku alienda wapi? Ameenda wapi? Hata nyinyi simama tu mpitishe hizi vitabu tufanye kazi na nyinyi. Haraka haraka tu. Haraka haraka. Haraka haraka nisi. Kama kuna vita ambavyo Shetani anatufanyisha, hataki sisi tusome neno la Bwana ili tuweze kujua ni nini kimeandikwa hapo ndani. Abantu bana niyo bagosirigwa asengencho yo gotamanya. Na huko manya niko kora se vitabu bana banyasai. Simama tufanye. Nani yule nanapatia nisaidie kidogo tuende haraka haraka. Hakikisha ya kwamba umepata nawe kitabu kwenye makambi haya. Usije makambi yakaisha hauna kitabu cha mwaka huu. So ningeomba mkutano mzima tusimame kumaliza kipindi hicho. Mkutano mzima naomba tusimame. Tunaposimama hivyo naomba tusogee karibu. Sogea karibu, sogea karibu mwimbaji. Mwimbishaji njoo mbele. Tusikira ngake cause we want to sing number 116 Kiswahili. Kwa wale ambao wako na nyimbo za Kiswahili hata kwenye simu zao. Song number 116 ndio wimbo wa makambi. Eke gusikwa abatantania kukasinya uswana buya. So I'm pleading that tuimbe kwa Kiswahili. Abasaye bali naomba tusogee mbele. Abasaye bali naomba tusogee mbele. Nahitaji kuwa na mkutano wa karibu. Watakatifu
Tusogee karibu, tunataka kufanya ombi maalum. Moli emoga kontita and the rest sukagocha. Bali balance nyali sukagocha mosensema sukagocha. Number 160. Washeni taa tayari kwa kurudi kwake Bwana yuaja. Yesu mfalme yuaja, mwenye fahari. Yesu yuaja, enzi karibu. Yesu uje, piga mbiu, tangazeni habari ya ukombozi, ya mponya wa upendo, nayo nguvu ya sama yuaja. Yesu mfalme mwenye fahari. Yesu yuaja, enzini karibu. Yesu uje. Falme nyingi zaangushwa panda ya saba kulia. Falme nyingi zaangushwa panda ya saba kulia. Tangaza neema yake kabla ya kupita saa yuaja. Yesu mfalme yuaja, mwenye fahari. Yesu yuaja, enzini karibu. Yesu uje. Mataifa yapotea, Mataifa yapotea, nchi zajaa uchungu. Kristo anaharakisha, unabii unatimizwa, yuaja. Yesu mfalme yuaja, mwenye fahari. Yesu yuaja, enzini karibu. Yesu uje. wenye dhambi njoni sasa. Wenye dhambi njoni sasa. awapatanishe. Kristo awapatanishe. Liotwa eni neema kitambo, muda waisha yuaja. Yesu mfalme yuaja, mwenye fahari. Yesu yuaja, enzini karibu. Yesu Chorus, asije kusi. gochare ere Yesu Igago chana wanene. igagocha Eriaga nagotane. erio agame Gochare. gochare Ere Yesu. ere Yesu. Nahitaji kuomba, lakini kisha baada ya kuomba usiketi, nitakuelekeza jinsi ya kufanya. Tuamini na tuombe. Uishie mahali patakatifu. Baba na Mungu wetu, ni asante kwa wema wako tangia asubuhi. Ni asante kwa siku kuu za vibanda hizi. Leo hii tukiwa ni siku ya 3 kwenye makambi haya. Utuelekeze,
Uungane nasi katika ibada ya siku hii ya leo. Uzidi kuwatumia watumishi wako ambao umewaelekeza kuja katika maeneo haya pamoja na guest choir ili tuzidi kuliabudu jina lako takatifu. Neema yako izidi kuwa nasi, ndilo ombi kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na hata mwombezi wetu. Amen. Moikarasa kiraigo niganetie guest choir yonsi n'abageni b'eki kambi ninjumuina. Guest choir mwensi mosensema na inuka tenenaga. Nganetie ndore abakwani bonse b'eki kambi ninchuga. Bakwani bonse be kambi nchuga iga. Aba Kristo bonse be kanisa ya Sunshine, kanisa ya Lion Sase tenenaga ase mongna Gertrude yare. Iga. Igo nabona be kai ngenchenga muri Alice inchumuina. Aba saiba alinga imobilonget. Wale ambao wako kule nyuma naomba mje hapa. Msimame hapa. Aya, bari batari be kamsente yiga bacha mbari kwaya bari be kamsente yiga na ino tena. Wanenaji njoo hapa. Harakisheni tunakimbia kwa muda. Giza nene limesogea jamani, muda maisha. Inuka mlezi utangaze habari njema. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Wangu nina tumaini, moyoni nina amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Wangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Utukufu wa Bwana umetuzukia. Hata kama giza litaifunika dunia, Bwana ameshatupa ushindi, sisi tusiogope. Tuondoke tuangaze utukufu wake juu yetu. Sasa we utukufu wa Bwana umekuzukia. These are the leaders of the Bakura. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Wangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Members Ogembo, Oyo Sunshine, Olin Sunshine, Oyo Bereansi, hawa ni washiriki wangu. Naende kwaye, by the way, kunere iga abakungu barega iga n'abasacha barega gakinyangi imbu atanitiga isatu. I'm their sponsor. Ninja sponsor ye kwaye iga. So it is a choir that I know, and najua ya kwamba watafanya kazi nzuri ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Naomba kiongozi uje mbele utusalimu. Nancy, come up front. Oyomoko Mulisi Michieka aende aseme chankeri tu akora seme tangani waliweka mkono wao se kanisa ya Koroba.
wana wa Mungu abake asa abanene na bakwanirwa irire buya. Asante Yesu kutukaribisha, mtu anainuka buya mono, tuko pamoja. Wanainuka kuelekea mbinguni. Abalimba abana beti njoo naye na nani iko wapi? Njoo naye, naomba msalimu kirasmi. Happy Sabbath, happy day. Abaibori mbarenga barega ngobwata omwana ward omwaka omugima ewiki emoyoka nando mwana nkoira nare school asubuhi mtoto hawezi fika na leo akukunyesha maambi nitaitemba kere chinkobi maambi abana bache mapema watoto si ndio wale wanakuja mapema zawadi hazijaisha sawa sawa akoro kubeti. Happy Sabbath, happy day. I am Florence Yokongo kutoka Kenyoro District, Kenyoro Camp Center, Eburi Central. Eburi Central, Kenyoro District. Kenyoro District umurandi obana yarorenge yetai juzi. Ninchu. Abantu bamanene mbiyamore. Bari bakoro kusingo mbarabi. Ndeta iyo. Erieta ana meroka. Ekanisa ngetare. Mopasto yone aro ototenenerete. Kaki momo be kenjera tu amobegete na era egwe kampak. Oyo iga kana cheto gembe ya rengechi kanisa 6 nikafanya kazi miezi 7 bana Mike. Rie karo kunyabisyongororo ogembe katika rangatika nechi kanisa 3. She was one of my church members. Ninchu Gertrude. Ngota manyeti kara iga. Ana mbaro bata manyeti pastor. Nche Gertrude Magara korwa got chaki. Nere station ya district ya nere kini kanisa ekoro kumongane na nere camp center. Chikanisa isate bwate. Wano nko batengo monene tige oroki ase camp center ye naende igoro ye korere mirimo biyamono naende toba mo gikera twakoti. Mongna Alice. Soma vitabu tupate maarifa. Kwa majina ni Alice Moranga, kanisa ni Nyapite, Kambi Center Nyapite, district Nyapite. Mungu awe na nyinyi. Elder Mike. Happy Sabbath, happy day. Na mwaiwe igateba ngoro ku Mike Tinega. Ekanisa yane ngoro ku Sunshine Ogembo. Tali Sunshine iga. Sunshine Ogembo. Nere Camp Center Ogembo District. Thank you. Yeah, iga Mike gago cheke pindi kia Bible study and stewardship. Ali sinato ile publishing lakini na bwatanti SOP and health. Widow, alafu Gertrude Family Life Women Ministry. The guest speaker Pastor Moffat. Pastor Moffat na alenge school Maegane in Bugema Karua 208 Karua 209 lakini Pastor Moffat Karnaga enda Tanzania niko kole mirimo 209 na chana musa gocho 210 tuakoranere mirimo roro. Kwa hiyo yule ambaye aliuliza ya kwamba nimefanya kazi miaka mingapi, huu ni mwaka wa 17 kwenye kazi ya Bwana. Moffat akaicha Tanzania tukafanya naye kazi huko. Sasa hivi ni mchungaji kule Central Rift Valley Conference. Ndiye atakuwa mnenaji mkuu kwenye makambi haya, lakini pia atakuwa analeta kipindi cha leadership. Pastor, can you say hi? Hi. Hebu tusalimiane. Bwana asifiwe. Come meeting 2025. The good news about the great controversy. Pastor wenu rafiki yangu sana, vile amesema tumetembea naye kwa muda mrefu.
kitu ambacho siwezi kusahau, yeye ndiye alinipeleka Tanzania. Na wakati nilipotoka pale nimetamani sana kuja mahali yupo. Ningekuja last year Ugembo, haikuwezekana. At this time aliponiita, kukawa nimeitwa service request yangu ina makambi matatu wiki hii ambayo tupo. Mwisho nikashindwa kuamua. Nyagetwanga wa kwangu ni mke wangu akaniambia nikuja kwa Pastor Kevin. Na nimefurahi kuja, tuwe nanyi, tubarikiwe juma hili. Tujitolee, na nashukuru kwamba Camp Goal mutapita katika jina la Yesu. Asante, barikiwe. Sasa Ogembo already, wale ambao kutoka Ogembo wana watch live streaming already they have made a service request for next year. Utakuwa pale katika kanisa la Sunshine. Sunshine mwoko yubu yabani bone. Basi tuombe, tunatawanyika hivi. Kanisa ya Sunshine mokobera iga ma Pastor Moffat atakuja hapo. And then moko waniwata nekane nyoro mtaniambia. Moffat kerago chororo Gertrude na Nomong na Florence Muchio. Kanisa ya Lion Sase mobere iga. Brother Mike na nani watakuwa hapo pamoja na Betty. Tuombe. Baba na Mungu wetu ishie mahali patakatifu, ulikusudia ukaagiza ya kwamba tutenge kando siku 7 sikukuu za vibanda. Naomba utunemeshe neema zako kwenye makambi haya. Utujulishe na kutufahamisha yale ambao ni mapenzi yako na habari njema, licha ya kwamba tunaishi katika changamoto tele, tunaishi kwenye pambano kuu na vita kuu, ili tupate tumaini ndani ya vita kuu tulivyo navyo. Tunapotawanyika sasa kwa sababu ya kukutolea sadaka uhusiana na siku kuu za vibanda, hakika Mungu umetutoa mbali. Hakika Mungu wewe ndio unastahili kuabudiwa. Tuwezeshe tuliabudu jina lako kupitia kwa sadaka zetu. Hata lengo lile ambalo tumepatiwa tunajua ya kwamba tutalitimiza. Tuongoze katika ibada hii hadi mwisho. Tumeomba na kuamini katika jina kuu la Yesu Kristo aliye Bwana na hata mwombezi wetu. Amen. Bwana nitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha, kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Yesu, Yesu, yu dhamani, ahadi zake kweli, kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake. Tokororo kasa kotero kwenge. Tokororo kasa kotero kwenge. Uyabona pasta. Nyasa umosesenya vitongwa vinsi mobake tata o mwana no moika. Amen. Baba wetu na Mungu tupendaye, tunakupa sifa na utukufu na heshima na dhadima zote kwa kutupa nafasi hii tena. Tusikie ukinena nasi, jidhihirishe kutoka mwanzo mpaka mwisho. Na kwa sababu wana wako wamekuja wakitarajia kutoka kwako Bwana, ninaomba ukawatende mema. Uinuliwe kutoka mwanzo mpaka mwisho katika ibada hii. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.
Naomba tena kuwasalimu mchana wa leo makambi 2025. Oh, limeenda. Jamani, limeenda. Makambi 2025. Iga okay okwaneka. Asabagani. Good news about the great controversy. Good news about the great controversy. Makambi 2025. Makambi 2025. Good news about the great controversy. Camp meeting 2025. Tuakora introduction hapo awali. Muda huu nahitaji ni watambue viongozi wetu ambao wako nasi katika ibada ya siku hii ya leo. Sister Lilian Magena ataleta fungu kuu, naomba tusalimu. Happy day. Mbele zetu tuko na lay representative, naomba tusalimu Omolisia Mauti. Mbuya mono pastor asenge njogo tualigania. Hallelujah church. Mbuya mole. Mungu ni mwema na siku zote. Na kimuraba kendu gatoko machuko igwiri ogiri ya kurwa sabageni. Happy Sabbath and happy day. Tuagokire kobali tukoria rero na ende na arorire na mbere buya. Asenge joni matenga chinga kitia bene chaikire. Igo tutagite kubasabira maya tuacha kororanga kimogenderere tamo nabageni na ende tuagokire buya senge njondo cha tenda simbuyere. May God bless you so much. Ne seme liende nyasa tokonya tokore buya elinde kambi itegendere buya ase tuabire togweta ene kambi yange ya 18 kurichika bicheto cha gasete twairwa maiga aichire buya amona ayane na abakwani mbuya more Moses niwe mono pastor. Omole representative we station yega Pastor Paul Omiti, naomba auje mbele utusalimu. Station director. Thank you very much Pastor Kevin Oyalo ambaye ni mchungaji wa wilaya hii, wageni wetu pamoja na washirika na wasalimu. Hamjambo. Hamjambo tena. Naomba kwa sababu tumefika wakati wa mahubiri, sitaki kunena mambo mengi kuhusu juu ya makambi yetu, lakini niko na furaha kwa sababu wageni wetu wamefika, na lengo letu kuu ni kuona ya kwamba watoto wa Bwana wanaendelea kulishwa chakula jinsi ipasavyo. Kwa hivyo ningechukua kwa dakika moja ni watambue wageni wetu ambao walifika hapa kwa ajili ya huduma ya juma hili. Wakuje hapa mbele ili tuwatambue. My friend Pastor Moffat ambaye tulisoma na yeye pamoja. Pastor Kevin alikuwa mbele yetu kidogo, na nataka kusema ya kwamba sisi Tekirachi family ni familia moja. Mahali popote tulipo tunakuanga familia moja. I think wageni wetu walikuwa 8 wageni tulikuwa nao hapa, ni 8 of them. Hao ni wangapi? 7. Nikiongeza pastor wa wilaya, wageni wanakuwa wangapi? 8. Kwa hivyo chairman wa kambi ujue ya kwamba tuko na wageni 8 ambao wanashughulikia kambi hili. Ni wangapi pamoja na mimi tunawatakia mema, Mungu awasaidie kwa ajili ya mahubiri. Nikiona hivyo, nikiangalia Pastor Movat, najua ya kwamba kazi ya Mungu itaenda mbele. Hebu na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, mbele yetu tuko na wageni wetu ambao ni viongozi umewatuma kwa ajili ya kumega mkate wa uzima wa milele.
Tunajua ya kwamba wakituongoza, twawaombea afya njema, twawaombea wawe na utu, pia twawaombea uwashidishie yale mabaya yote ambayo yanaletwa na muovu Shetani. Tunaomba ya kwamba Mungu wetu, nasi pia utupatie fursa nzuri ya kusikiza neno lako. Tunajua ya kwamba baada ya mahubiri na baada ya juma hili nzima, hakika tutasonga karibu na kiti chako cha enzi. Tuomba yaliyo mapenzi yako yatendeke katika jina swalie Bwana na mkombozi wetu. Barenga bakwariganĩa bageni baito karibu nyasaba sesenie igwe une station ya bariganirie no turamo na yande ntogenderere. Bwana wabariki, wacha tusikie neno la Bwana na mchungaji ambaye Mungu amempaka mafuta. Karibuni tuketi. Baada ya fungu kuu ambalo litaletwa na Pastor Lilian, Pastor Moffat atasimama kwenye matabao kuleta neno lake Mwenyezi Mungu. Lakini pia niseme nashukuru sana Mungu kwa sababu amewezesha the other camp sasa hivi wana guest choir. Haleluya. Tumekuwa tukihangaika sana tangu jana, mawasiliano hapa na pale, guest choir yao imefika sasa hivi tu. So next program Lilian. Nende amangana ito akuchikotora kuchonyara kwa baga kungase ekitabu kia Mathayo 24 verses. Fungu kuu la kukariri litatoka katika kitabu cha Mathayo ambayo ni 4 na mstari wake ni wa 14, na niko na lugha ya Ekegusi na inasema hivi: naende amangana ya maya ayoboruoti narandigwa sense yonsi koba kiroli asebisa kubyonsi elio moelio ochiche. Nitarudia: naende amangana ya maya yoboruoti narandigwe asense yonsi koba kiroli asebisa kubyonsi elio omoeliote. Amangana ega nagaregwa kero mutkwani aratenene mbia mono. Tunaomba radhi ekwaya ya Mosensema, ekwaya ya Inuka ambayo ni guest choir. Tuliairisha, mtaimba baadaye. Saurimo station director akane tikobera 92 gichinga kichie salmon erinda mnyoke ambiende, mtaimba baadaye. Kwa hiyo tunaomba tuvumiliane. So wangapi pamoja nami wanamwalika Pastor Moffat asimame. Pastor karibu. Asante kwa makaribisho. Umekombolewa kwa damu ya Yesu, tusalimiane. 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 Camp meeting 2025. Tunajibu na kusema the good news about the great controversy. Camp meeting 2025. The good news about the great controversy. Musalimia aliye karibu kwa niaba yangu, mwambie jirani, mwambie jirani, karibu kwenye makambi haya na ubarikiwe sana. Na mwambie na usinisumbue, nataka nipate neno. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi ambayo ametupa tena leo ili tupate neno hili. Tumekuwa tukizungumza kuhusu timu yetu ya makambi ya mwaka huu wa 2025, kuhusu habari njema, kuhusu pambano kuu ama vita vikuu. Na kwa hivyo siku ya jana tulifocus on the good news, tuliangalia habari njema, na tukapata kwamba habari njema hii inatoka kwa Mungu mwenyewe. Na mstari wa Biblia ambao umekuwa ukituongoza
na utakaotuongoza katika juma hili zima ni kutoka kitabu cha Mathayo sura ya 24 ambacho tumesomewa kwa lugha ya Ekegusi, na neno la Mungu linasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Na kwa hivyo jana tuligundua kwamba this good news is the gospel. Injili ni habari njema, na tukapata it is not good advice, kwamba injili sio mashauri mema, ni habari njema kuhusu maisha ya Kristo, kuhusu kifo chake, kuhusu kufufuka kwake baada ya kufa na kushinda kaburi, kushinda mauti na kushinda kuzimu. Kwa hivyo habari njema hii lazima itahubiriwa kwa kila taifa, kwa kila lugha, kwa kila jamaa, ili iwe ushuhuda kwa watu wote, ndipo mwisho ule utakapofika. Na kwa hivyo nataka niongeze kwamba kiBiblia good news ama injili inatuambia kuhusu yale Mungu ameyafanya kwetu katika Kristo. Yaani kuna wakati ambapo tuliingia katika dhambi na tulikuwa tupotee milele, lakini Mungu akaja na mpango kabambe wa wokovu katika Kristo. Akamtuma Yesu mwana wa Mungu, akakubali kuja kuwa mwanadamu 100%, akafa na akafufuka. Ndio maana tuna nafasi sasa ya kupata maisha mapya katika Kristo. Tunapata maisha tele na pia tunapata uzima wa milele. Na niseme kwamba wapendwa, ikiwa kuna habari njema, kuna habari mbaya. KiBiblia habari mbaya ni kwamba life is meaningless, life is useless, life is vanity of vanities. Na katika maisha tunamoishi yako katika the two realms. There is the spiritual realm, but there is the physical realm. Maisha yako katika hali hizo mbili. Kuna upande wa kiroho, lakini pia kuna upande wa kimwili. Maisha haya katika upande huu wa kimwili ni bure kabisa. Kwanza bila Mungu ni bure zaidi, kwa sababu haijalishi what you become in this life. You may become a great man, a great woman of affluence. Unaweza kuitwa mheshimiwa. You can amass property, you can become a person of affluence. Unaweza kuwa mtu ambaye katika maisha haya umekuwa na vitu, umekuwa na mali, umeinuliwa, uko na hela nyingi. Lakini nataka nikuambie hivi leo, haijalishi umetembea wapi na imejalishi uko katika kiwango kipi katika maisha, haya maisha ya kimwili ni bure kwa sababu yanaisha. Yanaitwa maisha kwa sababu yanaisha. Yanaweza kuisha kwa ajali, yanaweza isha kwa mitego, yanaweza kuisha kwa kisirani, lakini sikiliza, yanaweza kuisha wakati umejaliwa uishi miaka mingi. Unapoendelea unazeeka, na nina uhakika hautakanyaga miaka 150. Miaka ile mingi utakuwa nayo hapa duniani ikiwa umejaliwa na Mungu ni 100. Ukiwa na 100 na kitu, umejaribu sana, lakini bado yanaisha. Lakini sikiliza, kuna maisha yasiyo na mwisho ambayo ni ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana katika kupokea habari njema hii tunaona yale Mungu ameyafanya ambayo yanatupa picha ya maisha zaidi ya kimwili. Kwa hivyo tukapata habari njema ni kwamba kuna mambo ambayo Mungu amefanya na anatupa maisha hayo. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe kuweza kukubali kuingia katika ufalme wa Mungu na umkubali Kristo kama Bwana, awe Mwokozi, awe Mwokozi wa maisha yako, akuongoze. Ndio maana life will make meaning. That is when life will have to make meaning, because you live beyond the physical. You live even beyond what you can see, what you can hear, and what you can touch. Sasa leo nataka nichukue muda mfupi, kwa sababu muda wetu umetusonga, nisungumze kuhusu the war behind all other wars. Hebu mwambie mwenzako nione kama umepata. Sema there are wars behind all other wars. Hebu sema hivyo.
Kwa hivyo kuna vita nyuma ya vita vyote, nyuma ya vita vyote. Na tunasoma katika kitabu cha mwisho katika Biblia, kinaitwa the Apocalyptic Book of Revelation. The word apocalyptic comes from the Greek word apocalypsis. Apocalypsis simply means revelation, ufunuo. It means to uncover, to unveil, to make known. Kwa hivyo kitabu hiki cha Ufunuo kinamfanya Mungu katika Kristo ajulikane. Na tutasoma katika Ufunuo sura ya 12, alafu nitaelezea mambo mawili matatu, ndipo tupate kupata lessons 2-3, alafu tutaomba na tutamaliza. Nisome nikitumia simu kwa sababu ina Kiswahili. Revelation chapter number 12 inasema, and there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Inasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli yule malaika mkuu alipigana akiwa na malaika zake, na walipigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja nao na malaika zake. Hivi ni vita vikali sana ambavyo vilikuwa kule mbinguni. And prevailed not, neither was there place found any more in heaven. Nao hawakushinda, yani yule joka pamoja na malaika zake hawakushinda Mikaeli na malaika zake. Kwa hivyo walipokuwa hawakushinda, mahali pao hapakupatikana tena mbinguni. Ni yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Neno la Mungu linasema, nikasikia sauti kuu. Huyu ni Yohana akiwa katika kisima cha Patmo anapoandika, akasikia sauti kuu mbinguni, na sauti ilisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na malaika ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mstaki wa ndugu zetu, the accuser of the brethren. Yeye awastakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Na hilo ndilo neno la Mungu. Kama unanisikia unaweza sema amina. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako li hai, tena lina nguvu, linakata kuwili kuliko upanga ukatao kuwili. Bwana, tunafungua mioyo yetu kulipokea, utunenee katika njia ya kipekee, tupate kuelewa vita hivi, na zaidi mfalme, tujue sehemu yetu katika ufalme na katika vita, kwa sababu umetushindania. Kila mmoja aliye chini ya uvuli wa sauti huu, ninajua Bwana anatarajia kutoka kwako. Naomba nguvu zako na uwepo ukadhihirike katika kuwaponya roho zao na nafsi, mawazo na akili, na kila sehemu ambayo inahitaji uguzo wako. Wabadilishe mfalme, wainue, wawezeshe kukuabudu katika roho na katika kweli. Waliosumbuliwa tunatangaza uzima, tunatangaza afya katika mili yao katika jina la Yesu. Katika mapato wafungulie njia, waonekanie, wapatie riziki ya kila siku. Bwana, tunakatana na mipango yote ya adui, ili kwa muda mfupi tupate neno hili lipate kutufaidi na kutujenga. Tunatangaza mwanzo mwema, mwisho mwema. Utubariki wote pamoja, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Kwa hivyo wapendwa, nataka niseme hivi kwamba katika kusoma hili neno ambalo ni la kipekee sana, kuna vita ama marumbano ambayo yanaendelea katika mawazo na akili ya kila mmoja wetu. Na swali kubwa ambalo tunajiuliza, how can there be the good news out of the great controversy which is associated with conflict, all with battles that are cosmic in nature? Kunawezaje kutokea
habari njema kutoka kwa vita kati ya mema na mabaya, ambayo vinahusiana na uwezo fulani mkuu ulio nje ya mwanadamu, ambao unatupa picha ya Mungu na adui wa Mungu ambaye ni adui wetu, ambao ni Shetani, ambaye anapigana katika maisha yetu. Kunawezaje? Lakini nataka uelewe kwamba kuna habari njema inatokana na hayo. Na swali lingine ambalo tunalijiuliza, mema yanawezaje kuwepo na ili hali kuna Mungu ambaye anasema ni Mungu mwema, lakini tunaishi katika ulimwengu wa dhambi na tunapitia vita vingi vya kila aina katika maisha yetu? Ninajua hayo ndo maswali unajiuliza, lakini nipe muda kidogo nieleze mambo haya ambayo tumeyasoma kwa kusema hivi: the fact is that behind every one of these wars that we encounter in this life stands a far greater war, the war that causes and incites all other wars. It is the war of heaven. Kwa hivyo katika vita vingi tunavyokutana navyo katika maisha haya, kuna vita ambavyo vi juu, na vita hivi ni vita vya mbinguni, the war between God and Satan, which finds its battle of ground in our world, our homes and our hearts. Hii ni vita kati ya Mungu na adui ambaye ni Shetani, na vimemalizia katika ulimwengu wetu na katika nyumba zetu na katika mioyo yetu. Lakini katika mwanzo ni kutambulishe kwamba Mungu na Shetani hawawezi kuwa sawa. They cannot be at bar, because Mungu ni muumbaji, anaitwa Elohim. Elohim is our creator, our maker, ule Mungu ambaye alituumba. Ninajua katika shule tunafanyishwa theories nyingi ili upite mitihani, kwamba kuna Charles Darwin theory ya kwamba kuna wakati tulikuwa tumbiri ama monkeys, na kuna wakati tulikuwa na mkia mrefu ikakatika ukabadilika ukaingia kwa hizo process zote za Messengotropas, Homo habilis na zingine mpaka ukawa mtu. Ukweli ni kwamba hatukutokana na evolution theory, hatutokani katika wanyama wa mwituni. Kuna nyingine inaitwa Bang theory. Hizo zipo, lakini ni za kukusaidia tu kupita mitihani. Nataka ujue kwamba uliumbwa na Mungu. Kwa hivyo hata Lucifer ambaye alikuwa kerubi mbinguni, malaika mkuu, ni kiumbe, alimalizia kuwa shetani, lakini ameumbwa na Mungu. Kwa hivyo hata kama alileta vita, analeta vita kwa sababu ya kutamani mamlaka na cheo cha Kristo, lakini yeye si Mungu, yeye ni kiumbe. Kwa hivyo Shetani hajawahi kuumba hata inzi, hajawahi kuumba chochote, lakini Mungu ndiye alimuumba. Ndio kulikuwa basi na vita kati yao. And therefore wakati Yesu alikuwa hapa duniani na wakati alisalitiwa na akafungwa na baadaye akasulubishwa, alifufuka, na kabla afufuke kuna mambo alielezea kuhusu ulimwengu huu, na akasema the world in which we live in today, among other horrors, he predicted that there be wars and rumors. Kutakuwa na matetezi ya vita, na wapendo, kumekuwa na vita vingi na vita hivyo vinaendelea, na vile nimesema vita hivi tunavyoviona hapa duniani vilianza Nasema hivi ili kwamba nifanye summary kwa sababu ya vile muda umetusonga. Kwa mfano, we know First World War, kuna vita vya kwanza vya dunia ambavyo vilimalizia watu zaidi ya milioni 37 kuuawa, na vilikuwa viwe mwisho wa vita. Lakini baada ya miaka 20 baadaye kukatokea na vita vingine vya ulimwengu wa pili, tunasema Second World War, ambavyo viliclaim over 50 million people, watu zaidi ya milioni 50 pia wakaaga. Since then the world has witnessed the horror of Pol Pot's Cambodia, kuna communist, kuna aggression in Korea, kumekuwa na Vietnam, Islamic extremism, kumekuwa na Afghanistan na Iraq, kumekuwa vita of terrorism ambavyo vimeendelea, na mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea. Some of the most bitter
wars are those that rage in our homes and offices and families. Vita vingine ambavyo mbali na vile tunavyoviona katika dunia ni vile ambavyo vinaendelea katika nyumba zetu, vingine katika familia, vingine katika maofisi, na vingine hata katika kanisa la Mungu. Nataka niseme hivi, Yesu alionya na akasema hivi, nyakati hizi wengi upendo wao utapoa. Na ndio maana hata hivi vita, hata we ni shahidi, wengine hata uko hapa katika nyumba unapata husbands and wives carry civil wars behind closed doors. Unapata kuna watu wanapigana katika ndoa zao, katika nyumba zao. Watu wengi wametalakiana, wengine wanaishi pamoja lakini wametengana, wengine hata waliama mahali wanastahili kupumzika wakaenda katika vyumba vingine. Kuna watu wanatandikana usiku na mchana, watu wanafanyanga harusi mzuri, zingine garden weddings, zingine za kanisa zinaunganishwa vizuri tu, lakini baada ya muda unapata watu hao tena pamoja. Si vya baba na mama peke yake. Kumekuwa na vita nyingi kati ya watoto kuwa waasi na wazazi wao. Hawana shughuli, wamebadilika, wengine wameingia into drugs, wameingia into substance abuse. Unajua kuna wakati niliitwa nikaenda mahali, huyo mzee bwana ni Mkristo tu, mtu wako kanisani, muka wako kanisani, watu wazuri, wako na watoto 5, hawa vijana 2 wa kiume, wa kike wako 3, lakini wote hakuna mwenye hajapata masters, mwenye ako na masomo ya chini ni degree. Can you imagine? Na hao wote hakuna mwenye ameolewa, hakuna ambaye katika hao vijana wote mwenye ako kanisani. Na walilelewa kanisani, walikuwa adventurers wazuri, walikuwa pathfinders, wakakwea. Lakini kitu ambayo ilifanya nikaenda pale ni huyu last born. Huyu kijana last born ameenda rehab na amekaa pale 4 months. Ametumia over half a million shillings. Sasa wakati ametoka, baba akafikiria labda anaweza kuwa na mabadiliko. Lakini unajua this kijana vile alifanya, alikuja kama leo, kesho yake ndiye akaenda akakunywa. Sasa alikuja akatapika nyumba mzima. Babake na alikuwa mogusi, alilia, mwanaume alilia akiuliza Mungu nimefanyia nini? So mimi nikaambiwa njoo angalau uongee nao. Na katika hiyo familia 3 wako Marekani. Sasa mimi kuenda kuongea na jamaa, nikamwambia ndugu yangu, ni nini? Akasema me I don't believe in that God of yours of the Bible. Nikamwambia huyu Mungu, na nilikuwa nimebeba Biblia yangu, huyu Mungu haumpendi, hautaki mambo yake. Akasema I don't believe in that God. I asked him which God you believe in? Akasema I believe in the high power. High power. Nikamuuliza una believe in high power? Akasema yes. What is the name of that God of yours? Akasema anaitwa Dogsinatas. Ukiangalia jina Dogsinatas, uanze kusoma kutoka kule ikienda nyuma, anaitwa Satan is God. Sasa huyo kijana mwisho hakukubali hata tuombe naye. Kuna watoto wengine wamekuwa waasi, walikuwa wazuri, lakini wanafanya wazazi wanalia usiku na mchana, wanatafuta njia ya kuwasaidia, lakini baadhi yao imekuwa ni vigumu. And even the church, sometimes you find the sheep tear and claw each other, kukulana na kuumana. Wagalatia 5:15 nasema kuna watu mukikulana na mukiumana mutamalizana. Unapata watu kanisani wanakaa, lakini maadui hawapendani, kutoka juu mpaka chini, vita kila wakati. Inatupa picha ya vita ambavyo vinaendelea na vilianza mbinguni. Na mara nyingine tunajaribu kuficha uoga wetu katika vita hivi. Tunajaribu kusema kwamba mambo yako sawa. Ukiuliza mtu unaendeleaje, anakuambia salama, lakini ukweli anaumia ndani yake. Kwa hivyo vita ni vingi wapendwa. Hata nikitaja, kuna secret wars with addiction, watu wanapingana na mambo yamewasumbua. Kuna habits, kuna addictions ambazo LGBTQ, vitu nyingi imefunga watu. Wengine wanapigana na mambo ya lust, wengine pornography, masturbation inasumbua watu. Wamejaa
msongo unaitwa depression, wengine wana mashaka, wengine wanajaa na uoga na kila aina ya mambo katika maisha. Lakini Yohana anapomandika mambo haya anasema hivyo vita vilianza na vinaendelea. Lakini sikiliza wapendwa, Yesu alikabiliana na adui head on, up head kwa head, kichwa kwa kichwa, na akamshinda, ndiye akatupwa hapa duniani. Nataka uelewe hivi, ili kushinda vita hivi ukiwa katika maisha haya, hautaweza peke yako. Lazima ujisalimishe kwa yeye aliye na uwezo juu ya maisha na kila hali, na huyu ni Yesu. Wapendwa, napenda kuambia watu hivi, mahubiri yoyote, mafundisho yoyote ambayo Kristo Yesu ainuliwi ni kama hospitali mzuri, iko na majengo ya kifahari, iko na professional doctors, iko na kila kitu, lakini haina madawa. It is a useless hospital. Hata kama iko na madaktari, iko na majengo, lakini hakuna dawa, that is a very useless hospital. Kwa hivyo mahubiri yoyote pia ambayo yanatusaidia ama mafundisho ni Yesu ainuliwe, kwa sababu Yesu ndiye amefanyika njia, amefanyika kweli, amefanyika uzima wa milele. Kwa hivyo kwa ufupi, what is expected of us, what is expected of you is put on the full armor of God. Wakati umemuitika Kristo na umemkubali katika maisha yako, sasa vaa silaha zote za Mungu, silaha ya kweli. Have the truth and the truth will set you free. Jua kweli. Watu wengi wameingia kudanganywa, wanadanganywa usiku na mchana. Watu hako kanisani, lakini hapa kando akisikia kuna mwingine anasema riabaria kunta mashandaraba mashamba ya babu yameibiwa hata ya shosho, anasema huyu ndiye ako na roho. Sikiliza mpendwa, unakimbia kutafuta uongo na unaacha ukweli ambao unapatikana katika Yesu Kristo. Mara nyingine kuna watu ukimwangalia ama ukiangalia kanisa, watu wanasema hili kanisa ni kama halina roho. Sikiliza, we don't have spiritual matters. Hatuna spiritual matter. Lakini nimesema hivi, kuna spiritual disciplines. When they are behold by people, that tells you these people are spiritual. This church is spiritual. Kama vile neno la Mungu kulisoma na kulielewa katika ukweli, kuwa katika maombi, kuwa katika ushirika na mambo mengine. Vaa silaha ya kweli, vaa silaha ya haki ya Mungu katika maisha yako, the gospel of peace. Have faith also in God, salvation and the word of God. These are weapons of protection that you need in your life as a believer. Kwa sababu vita hivi Bwana sasa si vyako, si vyangu. Vita hivi vina mwenyewe. Vita hivi ni vya Mungu. Na hebu nikutangazia habari njema. Hii dhambi ambayo tunaizungumzia na hata inatusumbua sana has already been defeated in Christ Jesus. Nataka uelewe kwamba dhambi imeshindwa katika Kristo. Kile ambacho inangojea ni kuondolewa kabisa. Sin has been defeated, only awaits to be destroyed completely, but it has been defeated. Even the devil has already been defeated in Christ Jesus. Shetani ameshindwa katika Kristo. Kile ambacho anangojea ni kuondolewa, to be destroyed. He has been defeated katika jina la Yesu. Ameshindwa. Na kwa sababu hiyo, kila ambacho kinahitajika, wewe vaa hizi silaha za Mungu katika maisha yako. Number 2, rely on God's strength. Wewe tegemea nguvu na uwezo wa Mungu. Stand firm in the Lord. Simama imara. Hata kama mambo ni magumu, hata kama changamoto ni nyingi namna gani, wewe kuwa imara katika Bwana. To withstand the attacks of the enemy and hold your ground, you must be firm. Lazima usimame imara ukijua kwamba Mungu ni mwenye nguvu. Wapendwa, sikiliza niwaambie, shetani yako na nguvu lakini hana mamlaka. Aliye na nguvu, aliye na mamlaka ni Yesu Kristo. Sasa sijui kama mtanielewa, lakini kuelewa tofauti ya mamlaka na uwezo, hivi vitu ni kama vinapelekana, but there is a difference. Unaona wachezaji wakicheza kwa mpira kwa uwanja, team A na team B, iwe ni Arsenal, iwe ni Manchester, every player in the field has power. Kila mchezaji ako na uwezo, ako na nguvu, but there is only one unique man in the entire field. Anaitwa nani? Anaitwa referee. Referee has the authority of the office.
Ndio maana even the best player akimpatia red card ama yellow card anaweza kumtoa kwa uwanja. Sikiliza, Mkristo unastahili kuwa kama referee, kwa sababu Mungu anakupa uwezo na anakupa mamlaka. Kwa hivyo kama unasumbuliwa na shetani na maajendi zake, amechukua mamlaka yako na anayatumia kinyume na wewe, munyanganye mamlaka, maana ulipewa katika Kristo. Na kwa sababu hayo mamlaka ndio yanakupa uwezo wa kutumia nguvu za Mungu, hakuna kile adui atakufanyia katika maisha yako. Najua tunalia sana. Saa zingine hata kuomba, unasikia tu mtu anasema Mungu wa mbinguni. Ni sawa, ni wa mbinguni, lakini usisahau huyu Mungu akiwa mbinguni pia anakaa ndani ya roho zetu. Utusamee, ashatusamehe. In fact, ametusamea dhambi zote, our past, present and future sins have been forgiven in Christ Jesus. Kwa hivyo wacha kujiona duni ati hatufai kuliita jina lako. Kama hufai kuita jina la Yesu, kwa nini unaita? In fact, you have been qualified in Christ to call upon the name of Jesus. Sasa hata wewe toka katika utoto wa kiroho, inuka kama kwaya inuka. Hata wewe komaa na ufike mahali kwamba unaweza kujiona vile ulivyo katika Kristo, sio nje ya Kristo. Na saa zingine hata mshukuru Mungu kwa sababu already ametusamehe na anatupenda, ati tuhurumie, ashatuhurumia. So number 2, rely on God's strength. Number 3, fight with the spiritual weapons. Pigana vita ukiwa na silaha za kiroho. Involves knowing the enemy, knowing and obeying God's word, and engaging in prayer and spiritual warfare to stand against the trials and also the wiles of the enemy. Fight the good fight of faith. Pigana vita vizuri vya imani. Pigana kama mshindi. Usipigane kama unataka kushinda na hujashinda, unang'ang'ana kushinda. Umeshindaniwa. Pigana kama mshindi. You know, there is when you are fighting to be victorious, but there is when you are already victorious and you are fighting from victory. Unapigana kama mshindi katika Kristo. Be alert and aware. Pia makinika. Recognize the battle is not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against spiritual wickedness and forces of darkness in this world. Sikiza, makinika, jua vita hivi sio vya kimwili. Kuna watu upigana na bunduki, wengine wapigana na panga, lakini hatupigani kwa jinsi ya kimwili. Tunapigana kwa jinsi ya kiroho. Wewe jua hii vita vimeenda katika level nyingine. And lastly but not least, pray all manners of prayer. Omba kila aina ya maombi, kwa sababu haya maombi ndio yanakupa ushindi. Na maombi yanapelekana na sifa na neno. Mtu ambaye ni mregefu katika kumsifu na kumtukuza na kumuinua Mungu, anakuwa mregefu kwa neno. Neno ndio ukupa imani kwake Mwenyezi Mungu. Soma neno, likubali neno, liweke katika moyo wako. Omba, be prayerful. Pray until people complain that your prayers are not religious prayers. A prayerful person is a very powerful person. A prayerless person is a powerless person. The reason why watu wanang'ang'ana kuenda kuombewa ni kwa sababu hawaombi. Sisemi kuombewa ni makosa, lakini ikiwa wewe ni mtu wa maombi, hautakuwa unatoka hapa mpaka Kirigoris ati ni maombi unaenda kutafuta. Na unatafuta kwa Kamasai kengine kamechanganyikiwa. Hautatoka hapa mpaka unaenda Mombasa, kule tulikuwa upande wa Mwanza, ati ni maombi. Hautatoka hapa ati unapanga safari za kwenda huko kwa Wakamba ndani kwa kamtu kengine, hata akana mali, hata akaonekani kamebarikiwa, ati ni maombi unaenda kutafuta. Omba. Hata wewe maombi yako Mungu anakusikia.
Na nimalize kwa kusema kuna levels of prayer as there are types of prayers. Kuna aina ya maombi, lakini kuna viwango vya maombi. Kuna intercessions, kuna prayers, kuna supplications, kuna thanksgiving prayers. Venye michezo ni tofauti, na ukijaribu kuleta rules za netball uweke za football, hiyo game haitakuwa game. Kwa hivyo kama ni rugby, hawezi kuleta rules uweke kwa football, tofauti. As there are types of prayer, there are levels of prayer, and the easiest and the lowest level of prayer is asking and receiving. Kila wakati Mungu nitende. Mungu ni mwaminifu, nasema uliza utapewa tu. Lakini unatoka hapo, maombi yanakuwa warfare, yanakuwa ni vita. When you take offense and you are to stand your ground and claim that which is supposed to be yours in Christ Jesus. Kila Mungu alisema utakuwa, hautakuwa mpaka ung'ang'anie ndio ukue. Lakini the highest level of prayer is thanksgiving. Wewe kumbuka na ujifunze kumshukuru Mungu kwa sababu ametenda mambo makubwa. Wapendwa, vita hivi ambavyo ni vita, nyuma ya vita vyote umeshindaniwa, umepewa ushindi. Kwa hivyo ushindi ni wako, upokee. Ishi kama mtoto wa kifalme, ishi kama mwana ambaye amefanyika rafiki, ishi kama mtu ambaye amepewa uwezo, amepewa mamlaka, ambaye ni mpitaji hapa duniani, lakini makao yako mbinguni. Bwana wabariki katika jina la Yesu. Wangapi wanasema Mungu tusaidie, tumeelewa hizo vita na tutapigana kama watoto wa kifalme. Hata wewe ambao umeweka mkono chini, Mungu atakusaidia siku moja. Tusimame wote tuombe. Alafu kwaya itatupa wimbo wa mwisho. Mwisho wa makambi haya kutakuwa na ubatizo. Hata wewe jiandae, tukifanya mwito hapa ujitokeze, lakini waone elders, weka jina lako. Kama uko kwa baptismal class utaandaliwa, baadaye utaingia happiness class. Kama uko na unasikia ujumbe, hata wewe usifanye moyo wako kuwa mgumu, jipeane kwa Bwana. Alafu Mungu atachukua nafasi ya kukutawala na kukuongoza, na uingie katika kanisa na utumike na Bwana, ndio utakuwa mshindi katika maisha haya na katika vita hivi. Baba wetu Mungu tupendaye upeo, tuko mbele zako, tunakupa sifa, tunakupa utukufu na heshima na dhaadhima zote kwa sababu ya habari njema kwamba Bwana kulikuwa na vita mbinguni, lakini havikukubalika kuendelea. Ndio maana Bwana yule ibilisi akatupwa hapa duniani na malaika zake, na amekuwa msumbufu, lakini Yesu tunashukuru kwa sababu ulimshinda. Na kwa hivyo sisi tukiwa wana wako ni zaidi ya washindi. Tusaidie kila mmoja wetu kuchukua sehemu yetu na kuwa imara, mfalme, katika kukutegemea, ndiposa tupate huo ushindi. Watu hawa ni wako, kila mmoja namjua na kumwelewa. Ninamnenea amani ya Kristo, natangaza uzima na afya kwa yeyote ambaye amesumbuliwa katika mwili wake, katika roho yake, katika nafsi. Bwana, mkono wako ulio hodari, ulio mkuu, ukawe juu ya maisha yao. Kuja kwao na kukutegemea na kusubiri Bwana kusiwe ni hasara, lakini kuwe ni faida. Wafungulie njia na milango ambayo hakuna atakayefunga katika jina la Yesu. Wamejitolea hata kusimama na kazi yako, mfalme. Ninaomba hata wewe ukafanye kazi yao. Wabariki marudufu, watetee, walinde, wainue. Tembea pamoja nao katika kila hali, ili wakaone ushindi wa Bwana. Endelea kuwa pamoja nasi, tubariki katika kila hali na ukainuliwe katika maisha yetu milele. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kwaya njoo kwa wimbo, alafu pastors na viongozi watatuelekeza. Kwaya ya Masensema ikifuatwa na Inuka, alafu naambiwa na chairman wa makambi washiriki wote wa Lion Sase mtakuwa pale juu baada ya kwaya hizi mbili. And then Sunshine mtakuwa kule mwisho kwa sababu ya kusemezana mawili matatu. Kwaya Masensema njoo kwa haraka, alafu itafuatwa na kwaya Inuka. Ekero station director Okoruga Iga anakimbia Ligena na makambi mengi.
Nimesikia habari zake Yesu, mimi ni nani hata nisipone? Viziwi, viwete, vipofu wanaona, wafu wanafufuka kwa jina la Yesu. Na mimi nitakwenda nitafute huo uzima wangu. Nimesikia habari zake Yesu, mimi ni nani hata nisipone? Viziwi, viwete, vipofu wanaona, wafu wanafufuka kwa jina la Yesu. Na mimi nitakwenda nitafute huo uzima wangu. Nitapenya kati yao, sitojali lolote. Wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake, najua nitapona. Nitapenya kati yao, sitojali lolote. Wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake, najua nitapona. Vikwazo vipo vingi mbele yako, lazima ushinde kwa jina la Yesu. Ukimtazama aliyeianzisha safari ya wokovu, kamwe hutashindwa. Ukiwa naye Bwana wa majeshi, ushindi ni hakika. Vikwazo vipo vingi mbele yako, lazima ushinde kwa jina la Yesu. Ukimtazama aliyeianzisha safari ya wokovu, kamwe hutashindwa. Ukiwa naye Bwana wa majeshi, ushindi ni hakika. Nitapenya kati yao, sitojali lolote. Wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake, najua nitapona. Nitapenya kati yao, sitojali lolote. Wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake, najua nitapona. Nitapenya kati yao, sitojali lolote. Wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake, najua nitapona. Nitapenya kati yao, sitojali lolote. Wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake, najua nitapona. Nitapenya kati yao, sitojali lolote. Wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake, najua nitapona. Nitapenya kati yao, sitojali lolote. Wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake, najua nitapona. Biamano